Ndugu yao imenipa hamasa sana mdogo wangu. Ndio maana nikaamua tu niwaruhusu. Japokuwa nilikuwa nahofia sana kuhusu maisha yako. Changamoto kubwa sana yangu ilikuwa ni umaskini. Lakini namshukuru Mungu nimeweza kuivuka na nimetimiza malengo yangu. Wewe unataka kuleta viroja huko mjini? Mama. Maelezo yote nimeshamwachia Siraji. Anajua kila kitu. Naomba niwe wa kwanza kwako. Naomba unisamehe sana kwa kitendo nilichokufanyia leo hii. Sitaki kuamini ninachokisikia. Siamini ninachokisikia. Shamba. Kama nitakapokuwa najiona jamani. Na uweza kupata chumba cha chapchap kidogo? Ndio unaweza ukapata. Karibu. Asante. Bei gani bwana? 50 kwa siku. Unaweza ukajiandikisha hapa darasa zako zote. Sawa. Okay. Hapa ndo sahihi. Nasema kwa mwisho. Sawa. Asante. Namba 214 floor inayofuata. Sawa. Okay, karibu. Njoo. Twende. Shikana. Wapi? Sinikwambia tunaenda kwenye interview. Twende studio. Karibu. Kuwa na amani, kuwa ujisikie uko nyumbani. Ba mdogo, mbona sikuelewi? Toka asubuhi unanizungusha. Wewe umeniambia naleta kwenye interview, kwa hapa ndo kwenye interview, si ndio? Nyaso. Wewe nje si nimekuambia kwamba tunaingia studio. Mimi nimekwambia tunaingia studio kwa ajili ya kufanya interview. Sasa shida iko wapi? Alafu ni mtangazaji gani ambaye amekosa confidence? Yaani mbona unakosa kujiamini wewe? Sikiza nikwambie. Naomba niwe wa kwanza kwako. Nahitaji penzi lako. Na mimi ndo utakuja kuwa mtangazaji mkubwa sana. Naomba hii nafasi niipate mimi. Nyaso. Naomba unisamehe sana kwa kitendo nilichokufanyia leo hii. Najua nimekuumiza, nimekukwaza sana.
Lakini nimefanya hivyo ni kwa sababu tu ya mapenzi ya dhati nilionayo kwako. Na sikuwa na namna. Nisamehe sana. Lakini na jambo moja naomba nikwambie. Naomba hili jambo liwe siri. Siri ambayo ni ya mimi na wewe. Hatakiwi kujua mtu yoyote, kwa ajili ya kulinda heshima yako na ya kwangu pia. Naomba jiandae tuondoke. Mama, tunamshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Ni kweli tumeshaanza kufuatilia na mwezi wa 11 naanza course. Nyaso, una nini? Si unaulizwa wewe? Kulikoni mbona hivyo? Amebanwa na tumbo sana kiasi kwamba ameshindwa kufanya interview leo. Tumbo? Wanyanjige. Hebu mpeleke ndani akapumzike. Kama unataka upige simu. Maana tumbo limebana kiasi hicho mpaka ameshindwa kufanya interview. Itakuwa ni hofu tu inamsumbua. Mimi nafikiri ni hofu tu. Labda ni kwa sababu ya mara yake ya kwanza. Hata hivyo anaonekana ni mtangazaji mzuri sana. Next time naamini atakuja kufanya kitu kizuri. Kwenye hilo sina shaka na Nyaso. Maana najua ni kitu ambacho anakipenda kutoka moyoni na anakiweza. Okay. Mimi niko ndani. Poa, nakujua ni muda sio mrefu. Ngoja niweke vitu sawa. Tulia wewe. Joto lako linanifanya muda wote natamani kuwa karibu yako na kugusa mwili wako. Natamani leo tutoke out. Ili tuende ukanipe utamu ambao natamani tunajirudie. Unajua jana usiku sijalala kabisa. Au wazee utamu wako. Babdogo vipi mbona sikuelewi? Hujaona kitu wewe? Fanya kama hujaona kitu. Nyaso kwa wapi? Nakuomba. Hili jambo usimwambie mtu yoyote. Fanya kama hakuna kitu kilichotokea, sawa? Umenielewa? Kiukweli kabisa sijalizishwa na kitendo alichokifanya Roba mdogo.
Shari dhahiri inaonekana kuna mtu kabisa umndani amemzoea kiasi kile. Amenifanya nijisikie vibaya sana leo.